participer à ces jeux concours qu'organise l'émission Famille Debout de la RTNC aujourd'hui, qui est une journée très spéciale, que nous allons devoir accueillir différents couples pour gagner différents prix également pour ce jeu concours d'aujourd'hui, pour célébrer ensemble Noël, célébrer ensemble la bonne année à tout le monde. Et j'en profite pour souhaiter des meilleurs vœux à tout le monde. Bonjour, Nakari Boutena. Nous allons devoir appeler ou accueillir les présentateurs qui vont devoir animer cette cérémonie d'aujourd'hui, en la personne de Madame Hortense Foura Birato et Papa Hani, que je vais vous demander de vous lever, applaudir, acclamer leur arrivée dans votre journée. Mesdames et messieurs, faites du bruit, lèvons-nous, chers couples, lèvons-nous pour accueillir Madame Hortense Foura Birato et Papa Hani, deux personnalités. Bienvenue Madame Hortense Foura Birato, pour vos acclamations, vos applaudissements. Accueillons Hortense Foura Birato. Kwa kweli jioni ya leo ilibidi tukutanike hapo. Tulifanya publicity, tuliita watu, na kweli mumejibu tayari kwa kipindi chetu. Na ninawakaribisha nyinyi ambao mnatufuata nyumbani na wale wengine wote ambao wanasikiliza na kufuata vipindi vyetu kwenye radio, na leo tuko kwenye television. Ni kusema kwamba ni emission yenyeko special, na nyinyi wote makuple ambao tunaona muko hapa jioni ya leo, tunasema na nyinyi muko special. Mujipigie kwanza na nyinyi mikono. Alafu kabla hatujaingia kabisa kinaganaga ndani ya kipindi chetu, nina mama ambaye yeye ni mama suja kabisa, ambaye mara kwa mara anawaletea hiyo kipindi ya Jamaa Amka. Si mwingine ni Mama Hortense Foura. Kweli kama jina lake ni furaha, ni kusema kwamba jioni ya leo kutakuwa furaha. Jioni ya leo kutakuwa furaha. Yaani katika mtihani, ni kusema kwamba ndani ya familia tunasema kwamba kuna furaha, na kama kuna furaha tutasema kuwa kunakuwa pia busara, na ni hiyo busara ambayo tutatumia kwa jioni ya leo, sababu ya hiyo mchezo ambayo tutafanya. Na hapa tuna zawadi mbalimbali kwa hiyo mtihani ambao tutakuwa nayo. Wale ambao watapata watachukua kikombe. Mnaona kikombe namna gani kinangaa? Itakuwa kumbukumbu. Utasema siku ile niliparticipe na mimi kwenye kipindi cha Jamaa Amka, Famille Debout. Utakuwa unaangalia unasema, ile siku nilimuona Mama Foura Hortense namna gani alikuwa siku ile ya mwisho wa mwaka. Tunasherekea mwaka kuisha na tunatafuta kuingia katika mwaka mwingine. Ni furaha kubwa sana. Ninamkumbuka mzee Jedone Anyi, ile siku alikuwa pale. Ilikuwa ni mara ya kwanza kipindi kama na hiki kufanyika katika mji wetu wa Bukavu. Tushangilie tena kipindi chetu, na hapo tutawaletea majina ya kina mama na wakina baba ambao wanafanya couple zetu jioni ya leo. Tutawataja kwa majina, na baadaye hapo Mama Hortense ataleta kifungo tu kidogo kwa kuonyesha baada ya miezi 4 tu alianza hiyo kipindi na mahali kwenye anafikia kwa siku ya leo. Karibu kwa makuple, tutaanza kujitaja moja kwa moja, na tunapowataja mtasimama
mara moja na kusalimia wale ambao wanapartisipe kwenye emission yetu. Tayari? Na couple ambao tulipokea kwanza ni couple ya Papa Edi Pendano na Mama Esther Matemanji. Tasimama na kuwapigia mikono. Hiyo ni couple ya kwanza. Mnaona namna gani wanapendeza kabisa. Na wako tayari jioni ya leo kuingia katika mtihani yetu. Yani je concours ambao tuko nayo. Karibu, mnaweza kuketi. Na couple ya pili ambao tunayo ni couple ya Sankieso na Mama Agathe Rose ambao tunawalika wasimame. Tuwashangilie kwa makofi sana. Karibu, karibu, karibu. Na couple ya tatu ni couple ya Papa Bienvenu na Mama Nathalie, na watasimama. Tuwashangilie kwa makofi. Couple ya nne ambao wanasemaka bahati ni haba. Walikuwa wamesikia tu kwa asubuhi ya leo na wakasema sisi hatutabaki nyuma, tutaenda kwenye kipindi Jamaa Amka. Ni kusema kwamba ndani mwamo kuna kitu ambacho iliamka. Ni couple ya Papa Olivier na Mama Grace, watasimama kusalimia mkutano. Pia alikuwa kama vile anawazia kuja kutembea tu kuangalia bahari namna gani waloaji wako, kukamata hewa pembeni ya jito letu Kivu, jito nzuri ambao haipatikane katika majimbo mengine, lakini Mungu alifanya kutupatia hiyo jito. Mara tunaona mabato zinatoka Bukavu zinaenda Goma, zingine zinatoka Goma zinakuja Bukavu, tunaona wanatuletea samaki za maji. Hapo akasema na mimi tayari kwenda kuparticipe kwa hiyo kipindi. Na tunapenda watu kama wale. Ni kusema kwamba wako tayari. Na nilimuuliza mama huko kukulise huko, nilimuuliza mama uko tayari kunyangua kikombe jioni ya leo? Niko tayari. Tunakaribisha ndugu yetu Ibe na Mama Denise ambao watasimama na tuwapikie makofi na vigelegele. Asante. Nadhani le décor est bien placé. Alafu naona kama décor iko placé. Hapo mnaangalia kuna tutawatajia ambao walituwezesha kutusaidia kusudi tufanye kipindi chetu jioni ya leo. Tunaona hapa kuna mafuta, hapo kuna mchele, kuna sahani, kuna maji ya kunywa, kuna pigia nyama, kuna radio. Wala, ndio mapri kidogo yenyewe tulipata. Wanasemaka kuku anakulaka sawa na mudomo yake. Ni yale ambayo tulipata na tunaamini kwamba itakuwa furaha katikati yetu. Karibu Mama Hortense kutupatia en bref namna gani ulianza kipindi kwenye radio na television ya Jamaa Amka, yani la famille debout. Karibu. Mesdames, messieurs, chers couples, distingués invités, bonjour et bienvenue à tous. C'est avec immense joie que nous nous retrouvons parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie exceptionnelle organisée par la direction provinciale de la RTNC Sud Kivu à travers son émission Famille debout Amka Jamaa. Un grand merci à chacun d'avoir répondu présent. Comme vous le savez, Famille debout Amka Jamaa a vu son jour le 12 août 2024, dont sa première diffusion à la radio fut le 21 août 2024. L'émission Famille debout est une émission qui a à cœur de renforcer les liens familiaux et de promouvoir des valeurs essentielles telles que l'amour, la fidélité, la sincérité, le respect et la solidarité, car elle traite toutes les réalités vécues dans les familles pour la stabilisation des familles
et de notre société en général. Nous avons à cœur de célébrer aujourd'hui la beauté du mariage et de mettre en lumière la sagesse qui s'y est associée. Ces jeux concours, placés sous le thème « La sagesse du mariage », est une occasion unique de partager nos expériences, nos connaissances et nos valeurs. C'est aussi le moment privilégié pour célébrer l'amour qui unit chacun des couples présents. Nous tenons à souligner l'importance de ce type d'initiative qui contribue à renforcer le tissu social et promouvoir des modèles familiaux positifs. Nous voudrions également remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces projets, en particulier la RTNC Bukavu à travers son directeur, M. Patrick Kyungu Silimou, aux cadres et agents de la RTNC Bukavu, aux nombreux partenaires qui nous ont soutenus. Nous tenons à remercier du fond du cœur M. Damas Babalana, directeur provincial du réseau national des télécommunications par satellite, Renatelsat Sud Kivu en sigle, pour son soutien sans relâche moral, matériel et financier. Chers couples, vous êtes l'âme de cette cérémonie. Votre amour, votre complicité et votre engagement sont une source d'inspiration pour nous tous. Pour conclure, nous voudrions rappeler que l'émission Famille Debout, Amkadjama, est une initiative qui vit grâce à votre soutien. Nous lançons un appel à tous ceux qui souhaitent contribuer à notre projet, que ce soit par des dons financiers, du bénévolat ou simplement en diffusant les messages de notre émission, de pouvoir nous contacter et s'abonner à notre chaîne YouTube. Pour rappel, l'émission Famille Debout Amkadjama passe chaque mercredi à 19h30 aux fréquences 87.6 et 93.8 FM et chaque dimanche à la télévision à 20h30 sous les ondes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC Bukavu. À 4 mois d'existence, voici 16 thématiques déjà diffusées avec ses intervenants. Usafi wa mwili wa mwanamke avec Prince Mugisho Mukengere, Usafi wa nyumba ya mama avec Madame Agnès Sadiki, Madame Fina Kabemba et Madame Pasteur Yvette Nzigire. Le divorce, selon l'article 549 du Code de la famille en République démocratique du Congo, avec Maître David Bicharoua, évangéliste Jean-Paul Zialiroy et Cheikh Ramazani Kibonge. Les causes et les conditions d'obtention de divorce avec Maître David Bicharoua, Cheikh Ramazani Kibonge et Madame Liliane Bintou. Les effets des divorces avec Maître David Bicharoua, évangéliste Théophile Bagenda Banga et Cheikh Ramazani. Les inconvénients et avantages des divorces avec Pasteur Alain Bahati, Cheikh Ramazani Kibonge et Madame Liliane Bintou. La prophétie, un virus qui ronge et détruit les ménages, avec Pasteur Alain Bahati, Cheikh Ramazani Kibonge et Madame Liliane Bintou. Les téléphones, un obstacle au dialogue dans les ménages, avec couple Fili Aziza et Maître Amani Luamba Shadrach. La mauvaise gestion financière dans les ménages, avec les directeurs du Renatelsat Sud Kivu, Damas Munembwe, couple Fili Aziza et Maître Amani Luamba Shadrach. La vie de prière en famille avec Pasteur Crispin Kachale. L'importance de la vie de prière en famille avec le couple André Kachale. Le protocole de Maputo sur l'avortement avec Dr Moïse Biamungu, Pasteur Alain Bahati et Madame Medith Bahati. Les violences domestiques face au protocole de Maputo sur l'avortement avec Dr Moïse Biamungu, Maître Amani Luamba, Pasteur Yvette Nzigire,
Cheikh Ramazani et Madame Medit Bahati. La femme, fondement de la famille et socle du développement, avec Maître Amani Luamba, Madame Agnès Sadiki, Madame Medit Bahati et Madame Mariana Mouhigwa. L'entrepreneuriat des jeunes avec Emmanuel Nyamto, Joël Manda, Moïse Ushindi, Eddie, Esther, Ritz et Rosette. Et enfin, l'engagement au mariage avec Pasteur Jean Omari. À part la production de ces émissions, nous avons effectué une assistance en faveur des orphelins et veuves déplacés de guerre au Nord Kivu, vivant au camp de Mugunga, site DGDA, en date du 25 décembre 2024 à Goma pour célébrer Noël charitable avec les orphelins déplacés de guerre. Par cette occasion, nous remercions toute personne physique et morale qui nous a soutenus à réaliser cette assistance humanitaire. Que Dieu vous rende au centuple et vous soutienne aussi au temps de malheur, selon le livre du psaume 41, versets 2 à 4 et Hébreux chapitre 6, verset 10. Enfin, nous remercions les maisons qui nous facilitent la réalisation de nos émissions, entre autres Hôtel La Roche, Hôtel Exaucé, Blue Sky, Hôtel Panorama, Maison de beauté d'Alia pour nos coiffures et la maison VGS à notre présence. Bonne chance aux candidats dans ce concours des jeux de couple. Nous vous remercions. C'est parti, c'est parti. Merci, Maman Hortense, pour ces bons speeches. Nadhani wafuasi wetu wa kipindi Jamaa Amka wanasikia namna gani ulichukua bidii ya kuanzisha hiyo kipindi kwenye radio na television, na kwa hiyo miezi minne ambayo umefanya ya kazi, tunaweza kusema sisi ambao tunafuata hivyo vipindi, ongera mama na songa mbele. Alafu inafika muda ambao tulisema kwamba tumeenea, lakini sababu wengi wanapenda kipindi Amka Jamaa, hapo tunaenda tena kumkaribisha ndugu yetu, rafiki yetu, baba yetu ambaye naye alisema mimi sitabaki, ninaamka pamoja na mke wangu kusudi tupate na sisi kuparticiper kwa hiyo emission. Tunamkaribisha Papa Amani Joseph na Mama Deborah, nao watakaribia. Karibu, karibu mama. Kwa makofi na vigelegele tunawashangilia tena. Karibu. Voilà. Nadhani sasa tunafika muda pia ya kukaribisha wale ambao watatu assiste na wakuu wetu ambao walipenda kukuwa pamoja nasi jioni ya leo kusudi kipindi hiki kifanyike. Nadhani tutawaza muda ambao tutaenda kuwapresenter sasa hivi, na baadala ya pale tutaanza kipindi chetu cha mtihani. Hapo tunajua kwamba emission hii iko sous le haut patronage ya direction ya RTNC Bukavu. Ni kusema directeur provincial angeweza kuwa nasi jioni ya leo, lakini kuna kizuizi kidogo ambao ilifika, na alisema kwamba hata tuacha wenyewe, kuna mwakilishi wake ambaye ni sous-directeur wa RTNC Papa Banyosize, ambaye atasimama na kusalimia mkutano wetu wa jioni ya leo. Kipindi chetu cha jioni ya leo. Tunakukaribisha baba. Nadhani kwamba tutafurahi na wewe pamoja kupitia hiyo kipindi. Karibu. Asante. Pia katikati yetu tuna directeur wa Renat ambaye si mwingine
siku baada ya siku anatufuatilia kwa hiki kipindi. Nitasema nini? Kama leo mko na masinyo ya matelevision nyumbani kwenu, kama mko na sinyo ya radio nyumbani kwenu, ni sababu yeye anaongoza hiyo direction ya Renatelsat. Ni Papa Damas Munembwe ambaye atasimama na kusalimia mkutano wetu. Karibu baba, na ninaamini kwamba jioni ya leo tutafurahi na pamoja, na yule mshindi kati ya washindi, tunajua hiyo ambayo tunaona hapo mbele, kati ya hao ambao tunawaona hapa, tunajua kwamba kuna umoja ambao atainyakua. Jamaa bora, jamaa yenye busara, famille debout, famille yenye kuwa na busara. Kwa kufikia muda basi tunaenda kuanza kipindi chetu. Sitamsahau mama yetu ambaye naye siku baada ya siku anatuunga mkono kabisa na anatuhimiza. Naye pia ni mfanyakazi katika redio moja kati ya maredio hapa kwetu Bukavu. Siye mwingine ni mama Mushayuma ambaye anapresente na emission Okoa Ndoa Yako. Ni kusema kwamba tunashirikiana naye sana. Karibu mama, karibu sana tena. Bonane! Kwa muda ambao tunaenda kuingia sasa, tunaanza kipindi, tunaanza mtihani. Sasa kupitia hiyo kuko kareglema kidogo kenye tutafanya. Ni kusema tuko na mwakilishi wa sheria kwa kuonyesha kwamba kipindi chetu iko kipindi mwa iko serious, sababu RTNC ni moja kati ya géant ndani ya communication, ndani ya radio na television ya du sérieux. Yani ni mama wa radio na television. Jioni ya leo tuna mwakilishi wa sheria. Ni kusema kwamba maswali, les questions qui vous seront posées, iko soupli fermé. Ni kusema labda tulikaa kikao kusudi tuangalie yale maswali ambayo tutawapatia, lakini nadhani hata mimi na mama tujue. Alafu tulitire au sort. Mimi na mama Hortense tujue. Yani huyo huissier de justice ambaye tuko naye hapa ndiyo yule ambaye atatuletea hiyo maswali, na baadaye tutaangalia kama ni wababa ndio wataondoka, sababu ndio sheria ambayo tutakuwa nayo. Swali itakuwa labda kwa mama, labda kwa baba, lakini baba asisikie wala ajue yale ambayo mama atasema. Ikiwa unafikia sasa wakati ambao mama na baba wanajibu sawa sawa, hapo tunaandikisha points. Na wale ambao watakuwa na pointi zaidi ya wengine, ule atakuwa champion, atabeba kikombe. Tushangilie tena huissier de justice wetu. Sio mwingine ni Maître Emedo ambaye atatuletea hiyo bahasha ambayo ina maswali. Utatuletea hiyo bahasha envelope ambayo iko na maswali. Karibu Maître. Ni Maître Emedo ambaye ametuletea. Mumeona nyinyi wote kwamba maswali ambayo iko humu ndani imefungwa. Hakuna fuite. Simfamie mama, wala sifamie baba, kwa kusema kwamba nilimpatia jibu kwa maswali ambayo iko ndani ya hiyo envelope. Sasa bonne chance. Na kwa kufikiria sasa tuangalie muda ambao tutachagua sasa. Mama Hortense, nadhani utawaswali kama ni wa baba, kama ni wa mama, muda ambao utakuwa unafungula hiyo maswali. Tutajua kama ni wa mama ndio watatoka kidogo, alafu hapo tutakata mic kusudi mahali ambako mtenda pembeni msipate kusikia majibu yenye baba au mama atatoa. Sasa tunasemaje? Wa mama ndio watatoka ama wa baba? Tunaanzia wapi? Wa baba mnasemaje? Nyinyi ndio mtatoka au mama ndio watatoka? Wa baba watoke. Alafu kwa heshima ya wamama, wa baba watatoka kidogo, na hapo tuko na security yetu ambayo inatusindikiza jioni ya leo. Ni security ya papa. Unaweza kunisaidia mama? Veges.
Sekirite ya VGS ambayo inashindikizwa na Papa Edi. Wataenda na wababa kusudi waikae huko, wakifunga masikio yao wasisikie yale ambao wamama watasema. Tunakata mic, na baada ya wamama kusikia hayo maswali ambao tutatoa, alafu hapa wababa watarudi na tutaendelea kipindi chetu. Sawa? Basi kwa muda ambao wababa wako wanatoka, tunaita tena kundi letu ambao walitusindikiza jioni ya leo. Ni kundi la kanisa la 37e KDC Rehoboth Puy d'Isaac ambayo inapatikana hapo Pajeko. Walikubali kuja pamoja nasi jioni ya leo kutusindikiza. Karibu kwa nyimbo moja ya kutuchamsha namna gani tuko tunatayarisha maswali ajili ya wamama. Karibu. Umefika sasa. Halo mama. Halo mama. Muko tayari? Aha. Sasa hapa tuko na maswali ambayo tutasema kwa sauti ya chini. Baba basisikie. Baba basisikie. Kwanza mlikutana na Papa Jetemu, alikwambia kaneno gani? Unasema mimi ndio mama? Mama Deborah. Na papa ya kwanza. Ya kwanza aliniambia anapenda kuishi pamoja. Kuishi pamoja. Siku ya kwanza tulikutana na bwanangu. Nilikuwa mgonjwa. Nilienda hospitali. Nikamkutana mu kazi yake. Niko na nikonsulte. Kumbe alishanipenda. Ile kunipenda hakuniambia. Ananiambia tu huko madawa zenyewe zinakosa nione ya chini meho. Nakia kuita ninakwambia. Kumbe alishanipenda na sijui. Sasa alikwambia nini? Ananiambia ataweza penda tuishi. Maji ya kwanza ndio Papa Olivier. Tulikutana naye nchi. Ndani nimeweka tukutana akaniambia huko kwa ajenga anasimamia shanti lakini nikaze nifike hapo. Ndio nikafika hapo. Akaniambia sina mimi ndio nafika pale wa kwanza mbafi yote ashachumbia mage tuna mimi ndio bibi yake mama watoto. Asante papa, kwa majina mimi naitwa kwa mama Esther. Pia papa Edi. Siku ya kwanza tulikutana na papa Edi ilikuwa msalo, walikuwa tumika mbele. Salon de coiffure mbele. Ndio tulikutana naka. Ninafurahia kama kogisi unaweza nipa nimero yako. Nikamwambia mimi sipane nimero yangu. Nilimkutanaka munjia, akaniambia nimsindikize kwa kazi yao kubiro yao. Munjia tu anakuambia unishindikize kwa kazi yao. Kubiro. Huko tutaongea. Sasa tulifika akaniambia ndio vile mimi nakupenda. Mimi nakupenda. Na nyuma ya pale apare je t'aime. Aliniambia ndezi penda tuishi na wewe. Siku ya kwanza tulikutana na Papa Paul.
masomo tutaoana kisikuwa. Makofi, makofi, makofi kwa wamama. Mimi nalomba mic tena, nalomba mic. Hapo mtatutumbukiza tena. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Swali yenye mama Hortense aliuliza ba mama. Ile swali tunaileta pia kwa papa. Tusikie kama itafanana. Siku ya kwanza, wewe uliswali wa mama na mimi na swali wa baba. Tunatembea hivyo eh? Siku ya kwanza ambao ulisikia ile coup de foudre wakati ulimuona mama. Uliona njo roho yako. Apart kumwambia na kupenda, je t'aime. Neno gani ingine enye ulimuelezeaka? Tajitaza jina na unasema kwa sauti kubwa na maître ata approuver oui ou non. Sawa? Jina mimi Amani Joseph. Mereko kule? Après kumwambia je t'aime. Bon, mie nikamwambia kama kweli kundoto nilionaka. Kundoto nilionaka. Naona ile ndoto natimilika. Mama alisema je? Mama alisema kisha baba kumwambia ninakupenda, baba akamwambia ninaweza penda tuishi pamoja. Wanapata ama wanashindwa? Asante sana, jina ni Urbain. Papa Urbain. Voilà, nimwambia nini? Nimwambia nini unajua? Nikamwambia milioni niambia hapo mwanamke mrembo sa wewe. Nimwambia hivi. Kama unidanganye ndatembea kwanza nifike kwenu. Nijue kama kabisa hii jina unaniambia na hii urembo huko nayo ina reflete ile milioni. Ili vipi niende kwanza ni effectivement nikakuta ni kweli. Mwanamke mrembo alitoka mwa ile milioni. Maître, sasa tunaenda kusikia. Mama sulijibu vizuri eh? Bo tusikie sasa mama alisema nini? A part je t'aime. Papa Urbain akamwambia hivi, naweza penda tuishi pamoja. Naweza penda tuishi pamoja. Makofi, makofi, makofi. Anapata ama ameshindwa? Jina Olivier. Bon, sasa niliona bibi yangu sikuendao a gauche à droite, niliona tu hivi na nikamwambia mama wa watoto yangu ndezipenda tuishi pamoja. Njote nilimwambia. Makofi na vigelegele. Sikiliza maître, sema namna gani? Maître, mama alisema. Mama Grace Neema alisema hivi. Papa Olivier akamwambia uko mama ya watoto yangu. Uko mama ya watoto. Yes! Tunaendelea. Wakati niliwezaka kuona mke wangu ya mara kwanza, kisha kumwambia na kupenda kisi mnasema, juu nilimupendeka kwanza msalo de coiffure, na nilimweza kumlomba ruhusa juu ya kuongea kunaye kusimu na kunipatia ruhusa ya kuwa nazungumza naye. Aha. Ameweza ama ameshinda? Ezi makofi kwa papa Edi. Bizu, bizu, bizu kwa mama. Haya, sasa tunaendelea kwa utaratibu. Tunaendelea. Karibu papa. Wakati niliona mke wangu, kwanza niko marié, donc mbele nilikuwa nimeoa. Na nilikuwa na mtoto wangu tuko tunatembea naye.
Wakati nimemwambia kama nimempenda, ndio ya kwanza ile, na ya pili nikamwambia kama ndamuoa. Sasa tunafikia kwa couple ya mwisho. Wakati nilipendana na madam, nilikuwa na rafiki yangu niko Kinshasa kule Madimetra Zofran, na yeye alikuwa pia na watoto yake, lakini ule rafiki yangu ndio alianza kupenda rafiki yake. Mara pe nikacheza na mimi nikampenda, nikasema après avoir achevé masomo inabidi tukue pamoja parce que elle était très jolie par rapport à Gisi Kole. Alikuwa mrembo, alikuwa très jolie Gisi kwenye iko leo. Maître, twende. Mama alisemaje? Mama Gata akasema hivi. Kisha kumaliza kumwambia ninakupenda. Papa akamwambia hivi, tuendeleshe masomo, kisha masomo tutakuwa pamoja. Ameweza au ameshinda? Basi makofi, 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 makofi. Bizu, bizu, bizu. Tunaingia ingine kipindi hapa. Sasa ni wamama ambao watatoka na hapo tutaingia katika maswali mawili. Maswali mawili. Mama tutawasi. Mtaenda huko ambako wapapa walikuwa, security iko pale, atawapeleka. Alafu mimi nitaanza na swali la kwanza na baada ya hapo mama swali ni wakati mshapendana mnaingia ndoa. Muwe na watoto leo sasa vile msiwe na watoto. Mlisikilizanaka wewe na mama mtazalaka watoto ngapi? Mimi nilisema watoto 6. Na yeye akasema watoto 5. Tukasema kama ni 5. Si wakati tulipendana tulishakuwa nyumba, tulisikilizana watoto 4. Na mie sasa tulionana bibi yangu, mie proposition ilikuwa kama 4. Yakaniambia 5 sababu hivi apenda wanaka chungali baine 5. Famille debout, jamaa hapa. Lolo. Lolo. Swali la pili ambalo linafuatilia. Mama sasa na wewe.
Sasa hiyo siku mkasikilizana, sema hivi tunaanza ndoa leo, tutazala watoto wangapi? Mimi pastor alitupoza kile question. Mimi nikasema ndazala baine na akasema basi. Famille Dabu! Ameweza ama ameshinda? Ameshinda, lakini asante sana. Siku tulionaka na bwanangu alisemaka hapendi watoto mingi, akasema sisi tuzale baine. watoto 4. Ameweza ama ameshindwa hapa? Ameweza. Makofi, 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 makofi. Makofi. Mingi tulikala na bwanangu tukaongea na tuliambia Mungu juu ni agano na Mungu. Tulipatana naye watoto baine. Papa alisema, umwa alisema watoto 4 na mwingine akasema watoto 5. Na shie tulisikilizana mimi na papa Edi 5 enfants. Ameweza ama ameshindwa? Ameweza. Papa Edi alisema 5. Sasa tuko na 9. Ameweza ama ameshindwa? Sawa. Date de naissance kama takuja baadaye. Papa. Date de naissance. Date, mois, année. Kwa mwisho. Ya kwa mwisho. Vile madame Basi maître noté. Garçon wangu wa mwisho nilimzala le 27 ya mwezi wa 4. Le 27 ya mwezi wa 4 2023. Anasema mwezi wa 4. Mwezi wa 4. Si mnasikia? Note? Note. Tutakompare kwa mwisho. Sawa. Shia hapo na mtoto akasema dada. Sasa akasema atakuja. Sawa. Hii question ni ya nguvu juu wanaume hawaende kwa vile vraiment. Nina wazo wangu wa mwisho alizaliwaka le 18 ya mwezi wa 11 2023. Note? Au 13. Mwaka 2023. Ushajibia. Papa. Kwa mwisho. Utakula nyama leo. Haikushuka. Bonane! Mtoto wa mwisho anapaswa kuzaliwa. Masomo kuna kwa kupata na kushindwa. Na hii itatupatia fundisho. Kesho sasa tunazaa mtoto. Unakuwa unaandika hata ndani ya agenda, hata ndani ya telefoni kusudi mtu wayo wake. Sasa tulijua kama hii swali itafika leo. Tuko hapa na couple 6. Swali ilikuwa 5. Lakini kwa ile swali 5, famille couple papa Edi wamepata 5 chini ya 5. Kuko couple 2 inapata 4 chini ya 5, ni couple papa Olivier na couple ni wanapata couple ya papa chini ya 5. Couple papa Joseph, couple papa Urbain inapata 2 chini ya, na couple papa Joseph inapata 1 chini ya 5. Wewe usishinde kwa nauliza, ni mkono tu. Utagusa, tutasema numero 1, numero 2, numero 3. Alafu wewe peke utasema kama ni numero 1, kama ni numero 2 au kama ni numero 3. Utasema huyu ndio mke wangu. Utagusa tu. Bon, sawa. Shusha mkono kidogo. Nitakugusisha. Utajua kama ni hayo, kama ni haiko hayo.
Aha, sawa. Rudia basi. Acha. Sawa. Shusha mkono. Sema, ya kwanza, ya pili, ya tatu. Iko sawa katikati. Sawa. Maître, note. Unagusa tu mara moja hivi, tunapita. Kama ni wako nasema njoo. Sawa. Shusha mkono. Njoo. Njoo. Wapendelevu wetu wa television, wapendelevu wetu wa radio, tufuate vizuri. Kuishi ndani ya ndoa, ndani ya busara ni kusema kia uchumba unapasha kumjua yule ambaye ni roho yako. Sababu hata Biblia inasema ataacha mzazi wake na watakapokuja kuishi nafsi moja watakuwa kitu hiki kimoja. Yani utamjua mumewe kuanzia nywele hadi ukucha. Utajua yale ya ndani, unaweza jua pia ya mwili. Ya ndani inasema ni ile upendo ambao tunaendelea kuonyesha. Resulta ni baba gani ambaye alijua mkono wa mke? Ni baba gani? Walikuwa wamama watatu na wababa watatu. Wangapi walifaulu na wenye hawakufaulu? Asante sana. Kwa mwisho, mtihani ya mwisho ilikuwa baba watatu. Ilikuwa couple papa Bienvenu, couple papa Edi na couple papa Olivier. Kwa watatu, baba mmoja tu ndio aliweza kutambua mke wake, na ilikuwa couple ya papa Bienvenu ndio alitambua mke wake. Papa Bienvenu na mama Bienvenu, bisu ya mwisho na hapo tutamsi kwa hii premier prix itafuatiliwa na kado ndogo tu ambao provincial ya RTNC iliwaandalia kutokea nyumba. Ndoa ni busara, la sagesse du mariage. Hii couple itashindikizwa na zawadi ndogo ambao mama uliandaa hapa. Hapa tunaona hiyo couple ilitolewa na maison ya mama Nelly, anaojishaka vitu ya occasion d'Europe. Hapo anapatikana en face ya hotel Amazon, hotel ex Tanganyika. Ndio alitoa hiyo kikombe ajili ya couple ambayo kwa siku ya leo wanapata kuweza mtihani ya G concours yetu ya kwanza. Makofi kwa huyo mama, na tunamwalika directeur anaenda kuwatolea hiyo zawadi ambayo mmeshinda kwa siku ya leo katika busara. Famille Debout! Tulikuja ni zaidi ya kufurahi na kushangilia siku ya leo. Tunashukuru kwa wale wote ambao wanatufuata jioni leo. Meona wamependeza kabisa. Hawakuwa wanawazia, lakini leo Famille Debout inafanya tendo nzuri. Asante. Haya. Piga msose mzuri mama. Piga msose mzuri. Yani unapo
unapokula kumbuka Famille Debu, uhimize wengine, majirani, warafiki kutufuata katika redio yetu, kutufuata kwenye televisheni yetu Famille Debu. Sawa sawa. Tunashukuru kabisa. Musife moyo. Na kuna zawadi nyingine ndogo ambayo tulitayarisha. Couple Papa Edi. Mama Hortense. Mama Hortense. Ulikuwa haraka sana. Haya, zawadi ya pili kwa Papa Edi. Yani hiyo mafuta utakalangizing. Tunashukuru. Tunaona hapa tulipata zawadi ya mafuta, sahani ambayo ilitoka kwa nyumba ya Mama Nelly hapo afase ya Hotel Tanganyika. Alitoa hiyo masahani msosi ambao tamkalangia papa. Basi kwa hii deuxième cadeau tuseme mwenye alisponsorize ni Maison Datco. Alituofrire hii bido ya mafuta na saki ya mchele, tunaweza kushangilia Maison Datco. Couple ya Papa Olivier nasimama na mama. Kado inakuja. Nipe macho nione. Nipe macho nione. Macho nipe macho nione. Nipe macho nione. Haya. Mama utaleta neno fupi tu kwa hiyo couple ambayo leo wamepata saki ya mchele. Asante sana kwa kunipa hali hapa. Mama Furaha, nashukuru kubwa. Mimi kipindi ya utamu wa ndoa na vijana na siku. Kwa kweli Mama Furaha ni mama mzuri sana. Mubatu bote balanza sikia vipindi depuis 2016. Wa kwanza kufungula kipindi. Mungu akubariki sana. Tunasema karibu sana. Zawadi ambao tutasema nini? Karibu tena kwa kupeleka hiyo zawadi, utasubiri kidogo. Wala ndio, hiyo ni kado ndogo ambayo itawaruhusu kuwa nafuata kipindi Jamaa Amka kwenye 87.6. Naona mnapendeza sana. Angalia tumeenda kumaliza mwaka, ndivyo basi kupitia hiyo zawadi ndogo ambayo Mama Hortense anawatolea kinywaji. Bonane! Sawa sawa. Karibu baba, karibu. Zawadi ndogo ambayo tunatolea kwa siku ya leo. Hiyo maji ni maji ya utulivu. Maji ya utulivu, maji ya kukata kiu ndani ya ndoa ni busara. Famille Debu.
Bonne année. Tunashukuru kabisa. Maman, bravo. Nous ne pouvons pas terminer cette émission sans pour autant honorer les couples de cette réalisation Foura Dieu donné. Vous voyez? Donc nous avons réservé un petit rien, des représentations seulement, que nous pouvons offrir pour cette fin d'année à notre direction. Est-ce que, maman, il te vaut l'honneur de présenter ces petits cadeaux à notre direction? Que nous demandons d'applaudir tous. Famille debout! Famille debout! Famille debout! Bien, chers téléspectateurs, vous nous suivez d'un peu partout. Nous allons vers la fin de cette émission, mais il nous en reste encore un petit rien à la fin que nous attendons de la part de Maman Mouchayouma. Elle vient de nous faire signe. Merci maman pour ces gestes vraiment honorés. Merci beaucoup pour la parole. Mimi nashukuru Mungu ambaye anatufikisha siku ya leo. Kama vile Mama Fura anapana makado wale ambao waliresu. Na mimi nampatia kado kadogo tu sa vile watu wa RTK Radio Tumaini Kuu, kama vile mtoto mzuri ambaye aliweza fanya kongo na kakwa wa kwanza, na shie tunampatia kado. Mungu ambariki. Projet zako zote Mungu azibariki. Uone mkono wa Bwana wetu Yesu Kristo katika kazi yote na Mungu akubariki. Merci. Sana Papa Damas, karibu sana papa. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Hatuwezi kosa kushukuru Papa Damas kwa kazi kubwa ambayo anafanya kwa ajili ya radio hapa mjini Bukavu. Katika jimbo lote la Kivu, Papa Damas anafanya kazi kubwa kwa ajili ya radio zetu. Tunapopata tatizo yoyote, ni yeye ambaye anakuwa pale. Kila wakati anaveeshwa maradio zote ili ziweze kuimetre mahali nzuri. Na Mungu akubariki papa kwa kazi kubwa. Jamaa yenu na jamaa yenu yote na watoto wote, Mungu awabariki. Asante sana. Unastahili Yesu kuabudiwa. Famille debout, nous allons vraiment à la fin de cette émission. Nous vous disons merci. Quelle année qui arrive d'ici là, 2025, que cette année vous soit prospère dans tout ce que vous faites dans vos vies et que Dieu vous bénisse. Nous vous disons ciao.